Siku moja, mvua kubwa ilikuwa ikinyesha wakati msichana mmoja alipomwona mwanaume mwenye ulemavu akiwa nje peke yake kwenye wheelchair. Hivyo, bila kusita, alimkimbilia na kuanza kumsukuma ili kumsaidia kupanda ngazi, lakini alipomsikia akiongea, alihisi sauti yake ilikuwa ya kufahamika sana. Na alipokuwa akimsukuma, kwa bahati mbaya aliteleza na kuangukia mikononi mwake, ndipo akagundua kuwa mwanaume huyo hakuwa tu na sauti nzuri, bali pia alikuwa handsome sana. Baadaye alimpeleka kwenye flower shop yake ili asubiri mvua ipungue, na ghafla alamu ya simu ya msichana ikalia kwa sauti ya idol wake anayempenda sana, jambo lililomfanya mwanaume huyo kumuuliza kama anampenda star huyo, naye akajibu kuwa ndiye idol wake mkubwa, huku mwanaume akisema kuwa yeye pia anamfahamu mtu huyo. Ilipofika saa 4 usiku, mvua ilikuwa bado haijakata, na kwa sababu simu ya mwanaume ilikuwa imezima, hakuweza kuagiza taksi, hivyo akamuuliza msichana kama alikuwa na chaja, lakini msichana akaamua kujitolea kumpigia taksi, jambo lililomshangaza sana mwanaume huyo. Naye akaeleza kuwa hana chaja ila anataka tu kumsaidia. Ili kumshukuru, mwanaume akaamua kununua maua kutoka dukani kwake, lakini msichana akampa maua hayo bure kabisa. Baada ya hapo, mwanaume akampa address ya nyumbani kwake na msichana akashangaa kugundua kuwa wanaishi kwenye apartment complex moja. Hivyo akamsindikiza hadi chini ya nyumba yake, huku akimwambia kuwa yeye anaishi nyumba ya jirani kabisa, jambo lililomfanya mwanaume huyo amshukuru sana kwa kumrudisha salama nyumbani. Msichana akaondoka kwa furaha huku akimpungia mkono, na mwanaume akabaki akitazama maua aliyokuwa amepewa akiwa na tabasamu kwa furaha. Lakini muda mfupi baadaye, msichana akagundua simu yake imepotea, na alipofika nyumbani akakumbuka kuwa aliiacha juu ya wheelchair ya mwanaume huyo. Wakati huo mwanaume aliiona simu hiyo, na alipogundua kuna mtu alikuwa akiendelea kupiga, akaamua kupokea. Kumbe alikuwa mama wa msichana, na alipomsikia mwanaume akiongea alishutuka sana hadi kumuuliza kama yeye ni boyfriend wa binti yake kabla hajakata simu kwa haraka. Siku iliyofuata msichana alitaka kujua mwanaume huyo anaishi floor gani, lakini majengo ya eneo hilo yalikuwa marefu sana kiasi kwamba hakujua kabisa ni floor ipi hasa. Ndipo ghafla akakumbuka kuwa ilikuwa Christmas Eve, hivyo akavaa kama Santa Claus na kuanza kubisha milango nyumba kwa nyumba, akagawa pipi kama kisingizio cha kumtafuta. Hatimaye akafika hadi floor ya 99 na kubisha mlango, lakini alipomuona aliyefungua, alitaka kuondoka akiwa amekata tamaa. Ghafla mtu huyo akaita jina lake kwa sauti kubwa, na alipomsogelea akagundua kuwa alikuwa classmate wake wa college. Alipogeuka tena akamuona yule mwanaume handsome akiwa amekaa ndani ya nyumba, jambo lililomshangaza sana kwani hakuwahi kufikiria kuwa mwanaume huyo anaishi na classmate wake. Kwa aibu lakini pia furaha, msichana akaanza kumsalimia kwa hiari na kumpa pipi zake, lakini classmate wake akamwambia kuwa Christmas ilikuwa imepita siku 3 zilizopita, hivyo akalazimika kueleza kuwa hiyo ilikuwa surprise ya kuchelewa. Baadaye classmate huyo akamtambulisha mwanaume huyo kama cousin wake, na msichana akashangazwa zaidi na coincidence hiyo kubwa. Kisha mwanaume akamrudishia simu yake huku akimshukuru tena kwa msaada aliyompa usiku uliopita.